naitwa Peter Kalinga and my name's G. I'm G in every social media you find me as G or Dr. G. Okay, moja kwa moja tunaendelea kuangaza kipindi hiki cha siku ya leo. Yeah, so today we are moving in a new topic. Yes. Na siku ya leo tutajifunza habari ya uongozi. And today we'll teach ourselves about how to be a leadership. Na uongozi unaweza kaona katika kichwa cha habari hapo juu. And as you can see on the title, unaweza kukuta nimeandika kwamba uongozi ni hatua mpya. Yeah, the title is written as leadership is a new step. Kwa nini nasema uongozi ni hatua mpya? And why are we saying that leadership is a new step? Mwanzoni ulikuwa sio kiongozi. At first, it was not leadership. Ulikuwa ni mtu tu wa kawaida. It was something like something simple. Lakini wakati mwingine unaweza ukawa mtu anaweza kukuchukulia kwamba ulikuwa ni wa kawaida, sawa. But sometimes people may think that you are too simple. Tusikuongelee vibaya. Yeah, and you don't talk bad about. Unaweza ukawa ulikuwa ni kiongozi kwenye familia yako. You can be a leader in your family. Au ulikuwa kiongozi kwa wadogo zako. Or even a leader to your ndani ya hiyo familia. In your family. Au uliwahi kuwa kiongozi katika wale ambao ulikuwa unacheza nao utotoni. Yeah, or you've ever been a leader to the is it the siblings or who that you've played with them? Yes. During child life. Okay. Yeah. Na sasa hivi and now nazungumzia uongozi ule wa kuchaguliwa. We are talking about leadership that you are voted to. Kwa kuna uongozi wa kuchaguliwa, there's a vote leadership, na kuna uongozi ule ambao mtu unajipa mwenyewe kutokana na maisha unayoishi. And there's a leadership that you give your own by the life you live. Ngoja nifafanue kidogo. Okay, let's go into details. Uongozi wa maisha ambayo wewe unatokea kipindi ambacho mazingira ambayo unaishi. Yeah, the leadership in life that it comes about by the life you live. Ni uongozi ambao, mfano, huyu ni mdogo wangu. Yeah, it's a leadership that about like him, he's my grown up. Na mimi ni kaka yake. Yeah, and he's my brother. Mimi tayari ni kiongozi. He is a leader. Kwa nini? Mimi ni mkubwa kuliko yeye. He is a leader. Why? Because he's older than me. Hata baba yangu mimi, and even our father, hawezi kumwambia mtoto mdogo can't tell a little kid like mambo me makubwa. Something that is, atamwambia mtoto mkubwa. He will tell kwa sababu ni kiongozi kwenye hiyo familia. Because he's the leader since he's the grown up. Na wakati mwingine umejitafutia uongozi kutokana na maisha unayoishi kwenye kundi fulani. And sometimes you give your own yourself a leadership because of the life you live in. Ulionesha maono fulani ya tofauti. Because you show a new it's a new. Wakaanza watu kukutegemea. And people begin to look after you. Huo ndo uongozi uliojitafutia wewe mwenyewe. And that's the leadership that na huo uongozi ni unaweza ukawa ni mzuri sana kutokana na kipaji hizo ulichonacho. And that leadership may be good. It may be good according to the life you got and everything that you have that you can give to the others. Okay. Yeah. Na uongozi kama huu ni mzuri. Kwa nini nasema kwamba unatofautiana na uongozi wa kuchaguliwa? Hawezi mtu kukupindua. Yeah, and this leadership is different from the leadership that you're being voted to, because no one can ever bring you down. Lakini sasa tusogee uongozi huu wa pili ambao nataka ni uzungumzie zaidi wa kuchaguliwa. And now let's move to the main topic there about the leadership of being leadership you're given through the voice of the people. Huu uongozi wa kuchaguliwa ndio maana nimeandika kwenye title kwamba ni uongozi ni hatua mpya. Now this leadership of you being voted to be a leader that's the reason that we wrote in the title that it's a new leadership, right? Yeah, yes. And it's a leadership that you are given by the people. People are believing in you, and that's why they vote for you to be the leader of theirs to rule them. Okay. Na huu uongozi ni mzuri. And this leadership is good. Lakini ukicheza nao vibaya unaondoka.
But if you mess with it, the leadership. Kwa unatofautiana na ule uongozi ule wa kwanza ambao nilikuwa nauelezea. Now this leadership is different from the other leadership that you give it by that's Okay. Na huu uongozi ni uko tofauti kwa nini? Ule huchaguliwi, huu ni wa kuchaguliwa. Kwa hiyo sasa kama ni wa kuchaguliwa una hatari. And this leadership is different because the other leadership are not chosen by the people, but this leadership is chosen by the people, and it's too dangerous. Kwa nini ni hatari? Why is it dangerous? Yani ulichaguliwa na mtu. Because you're chosen by the people. Na huyo mtu ambaye amekuchagua, and the people who chose you, anategemea uongozi wako umfae. He's looking up to you for the vote, the vote that he or she gave you to give okay, yes. Kwa hiyo kama ule uongozi haujamsaidia, so if the leadership that you are given by the people has not helped the people, basi awamu ya pili hautachaguliwa. Then the second time you won't be chosen. Unaweza ukajiuliza kwa nini nisichaguliwe? And you may ask yourself why. Unaweza ukajisahau. You may even forget kwamba unaweza tu ukaingia kile kipengele cha mwanzo ambacho uliingia ambacho nilisema hatua mpya uongozi. That you can even start the new leadership that you are not voted to. Kumbe ni ngumu sana. But it's too hard, you never realize. Watu ndio mtaji wako. People are the one who give you support. Ujue nataka niongelee nini hapa. Unaweza ukawa makini sasa. Kwa kiongozi ni hatua mpya, kwa hiyo ukipata uongozi utunze. Leadership is a new step, and if you get a leader, you get to be a leader, you have to take care of that part. Na uwe na heshima katika hali ya uongozi wako. And you should have respect at the moment that you are chosen as a leader by the people. Mheshimu kila mtu. You have to respect everyone that is above you and below you. Wanaohitaji msaada uwasaidie. The people who need your help, you should have to help them. Give them a hand. Kwa sababu usipowasaidia, because if you won't help them, na wewe ukasema huna uwezo, and you say that you have no capacity, na wewe ni kiongozi, and you are the leader of the people, it is nonsense. That's nonsense. Utakuwa sio kiongozi bora. Then you'll be not a good leader. You'll be na hautakuwa na maana ya kuitwa kama kiongozi. Kwa sababu tafsiri ya kiongozi ni kwamba ni kiongozi kwa kila sekta. If you're a leader and you don't help the people, then utakuwa kiongozi kwa mawazo. You'll be a leader in the mind of people. Kiakili. Kiufahamu. Yes. Kwa hiyo sasa hayo ndo mambo ya kiongozi. Now that are the things of being a leader. Nataka nikwambie kitu ambacho ni muhimu sana katika uongozi. Okay, I want to tell you something that is very important about leadership. Ni usishindane na unayemuongoza. Don't compete with the people that you are leading. Chukulia udhaifu wa unayemuongoza. Take the responsibility and guide the people that you are leading. Unayemuongoza ni kama mtoto mdogo. The people you are leading are like small child, a little child. Unaweza usinielewe. Kwenye familia akiwepo baba, mama na watoto. Manake baba ni kiongozi wa familia. Manake yule ni kiongozi. In a family, a father is the leader of the family. So everyone in the family looks up to the father. Kwa hiyo kama yeye ni kiongozi, so if he is the leader, hawezi kushindana na watoto wake. He won't compete with the children. Mtoto akikosea, when the baby or the child ana namna ya kumuonya, then the father has a right, ila sio kushindana na mtoto. Or not, but not competing. Unaweza kujiuliza utashindaneje na mtoto?
And you may ask yourself why. How can you forbid the child? Ngoja nitolee mfano kidogo. Let me give an example. Una mtoto wako, you have your child, ukakuta ameiba yai la kuku and mistakenly you get the child has stolen an egg, akakaanga akala, and she makes it as a pamphlet and she eats it. Sasa kutokana na kwamba ameharibu mtaji wako, now from the situation that she has spoiled, like she has spoiled your plans, utaanza kumlani. You start accusing the child wrongly. Unasema hautafanikiwa. Yeah, you start giving him useless words like he won't wakati succeed. Umemzaa wewe mwenyewe and na una malengo naye, and have given birth to the child and you have goals with the child. Umeshamtamkia hatafanikiwa. You have already spilled that word that you won't be successful in life. Unayaona matokeo ya baadaye kwenye familia yako. Now as life goes on, you come and see the results of that word just spelled to your child. Pengine sasa amefanya tendo kama hilo, and maybe the child has done something like that. Mwingine anasema umefanya nini wewe umbwa? And the parent asks like, what have you done, you dog? Umemwambia mtoto wako ni mbwa. She called your child a dog. Tukirudi and they come back, kama huyu mtoto ni mbwa, and if the child is a real dog, maana yake ni mbwa mdogo. that means he's a puppy and you're the big dog. Alafu baba yake anakuwa nani? Ni mbwa mkubwa. Now the dog, yeah. Umeona? Kwa kuna vitu fulani unaweza kumtukana mtoto, kumbe umejizalilisha mwenyewe. Yeah, there is something that you can. Tunarudi sasa kwenye uongozi. Okay, we come back to the leadership. Kwamba usishindane na unayemuongoza. Don't you compete with the people. Unapomdharau yule aliyekuchagua, when you look down upon the people that have chosen, unayemuongoza, that you are leading, ujue umejidharau. That means you have really disrespected yourself. Ukimtamkia baya yule ambaye unamuongoza, if you spill bad words to the people that you are leading, ujue umejidharau wewe mwenyewe, ile akili yako na uwezo wako na uelewa wako na ufanisi wako umeudharau mwenyewe. If you don't respect the people that you are leading, then know that you are disrespecting yourself. Na unaweza ukajiuliza ni kwa nini nazungumzia hivi? And you may ask why we are talking about this. Umahiri wako na uwezo wako uko katika wale unaowaongoza. Your thinking and your capacity is to the people that you are leading. Wangekuwa hawapo unaowaongoza, if the people that you are leading were not there, usingekuwa kiongozi. Then you wouldn't be the leader. Wewe ni kiongozi kwa sababu wapo watu unao waongoza. You are a leader because usanapiga. Yeah. Pokea simu. Okay, sorry. Ngoja anaendelea sasa hivi. Okay, thank you. Yes, hello. Hello. Tuko poa. Mimi nipo kambini. Yeah. Elia. Yeah, ni Thank you.
ikiwa pesa. Basi mtazamaji, tulikuwa tunazungumzia habari ya uongozi. Tutaendelea kesho masaa kama haya. Kumbuka tumeishia tu hapo kwamba kiongozi inatakiwa usishindane na unayemuongoza. Asante sana.